Almost on the stroke of midnight, the governor and the prime minister saluted the new flag. Tangu wakati wa uhuru, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza suala la afya na lishe bora, na hivyo kumekuwa na jitihada mbalimbali katika awamu tofauti za uongozi zenye lengo la kupunguza matatizo makubwa ya lishe yanayoikabili nchi yetu. Na katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nayo imekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya lishe kitaifa, kikanda na kimataifa, ikifahamu fika lishe bora ni msingi wa nguvu kazi imara. Kisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ndugu viongozi na wananchi, swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Katika muktadha huu, serikali imeendelea kusimamia uandaaji wa mikakati, mipango na miongozo mbalimbali ya kuongoza utekelezaji wa afua za lishe nchini. Wizara ya Afya ikiongozwa kwa umakini na Mheshimiwa Waziri Ummy Mwalimu ilikabidhi Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania jukumu la kuandaa mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji uliozinduliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 11 2023 katika soko kuu la Kisutu jijini Dar es Salaam. Nataka niwahakikishie Watanzania mwongozo huu unaweza kutumiwa na kila Mtanzania, awe mjini, awe kijijini, awe tajiri, awe maskini. Ni mwongozo ambao unaakisi mazingira ya Kitanzania. Mtu ni afya na afya ni mtaji. Karibuni katika kipindi cha Lishe Bora ni Mtaji. Ni mfululizo wa vipindi vinavyoletwa kwenu na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, ikishirikiana na Serikali ya Jamhuri ya Muungano kupitia Wizara ya Kilimo na Taasisi ya Chakula na Lishe. Kipindi hiki kiko chini ya mradi wa AgriConnect ambao unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Jina langu ni Marion Elias. Karibuni. Lishe bora ni mtaji. Ukuaji wa mtu. Lishe bora ni mtaji. Maendeleo ya elimu. Lishe bora ni mtaji. Kwa uchumi wa mtu binafsi. Lishe bora ni mtaji. Kwa maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni muhimu kwa maisha yetu. Katika kipindi cha leo tuna wageni wetu ambaye mmojawapo ni msanii wa muziki wa Injili Tanzania, Bwana Goodluck Cuthbert, akiwa pamoja na Stella Kimambo. Yeye ni afisa wa lishe kutoka Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Wao sasa leo watatuandalia chakula kwa ajili ya vijana rika. Ni kundi la vijana kuanzia umri wa miaka 5 hadi miaka 19. Watatuandalia pilau la maharage na kachumbari. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi 6 ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Mbele yetu Goodluck tuna sahani ya mfano ambayo imeandaliwa katika makundi 6 ya chakula kama unavyoona. Hapa kuna kundi la nafaka, mizizi, na kuna mboga mboga, kuna matunda, kuna maharage ni kundi lake, na kuna nyama hapo, pamoja maziwa, pamoja na dagaa, hilo ni kundi jingine. Kwa hiyo katika sahani hii kuna makundi 6 ambapo utakwenda kuchagua kundi gani. Sijui leo Goodluck utatupikia nini mwanangu? Leo tutapika pilau la maharage. La maharage? Pilau la maharage. Kama hujawahi kulisikia kabisa, leo ndio mara ya kwanza uta experience. Lakini pia nitakuwekea matunda kidogo. Kutakuwa na parachichi na tikiti. Alafu mama yetu Stella, yeye atatusaidia kuandaa sosi ya njugu mawe pamoja na kachumbari. Pilau pasipo kachumbari haviendi. Karibu tukupikie. Tunaanza kwa kunawa mikono. Usafi ni moja kati ya vitu muhimu sana. Unapopikia vitu watu chakula, nani mama unawi ama? Na nao mwanangu sijali. Unapopikia watu misosi, lazima uhakikishe usafi wa chakula ni kitu muhimu sana ambacho kimezingatiwa.
Nimekuletea vitunguu hapa na viungo pamoja na mambo mbalimbali ambayo yatakusaidia katika kupika hiyo pilau yako siku ya leo. Nashukuru sana mama, jambo muhimu sana. Mafuta yana hasira, hali ya uchumi. Ndio tutajua kama wewe ni mpishi ama la. Hivi vitu mbona vidogo sana? Katika vitu ambavyo unatakiwa kuwa na uhakika nacho. Ni hili swala nalolifanya sasa hivi. Mengine yote sio lazima uwe na uhakika, ila hili inabidi uwe na uhakika tu. Yuko na mama yake hapa, kwa hiyo kwa sababu ni mara ya kwanza ataelewa. Acha tufanye tu, afu baadaye wote tutaambiana kwamba basi sawa. Mwanangu, pilau la maharage halina tofauti yoyote ile na nyama. Ni kwamba tumebadilisha, badala ya nyama tukaweka maharage. Lakini hata hivyo leo tutakula nyama. Hapo dada Stella, nataka kuuliza ili pilau mnavyolipika hapo, kwa hiyo linakuwa na viungo vyote kama vya pilau? Kila kitu kama pilau. Na bado na maharage yanaingia ndani? Na maharage ndio tumeweka badala ya nyama. Pia unaweza kutengeneza nyama ya kukaanga pembeni bila kuichanganya kwenye pilau kama ambavyo imezoeleka kwa watu wengi. Viungo vya pilau hivi hapa. Ambao ni sasa mchanganyiko wa viungo ni na nini dada Stella? Kuna iliki. Kuna gira. Na chumvi kama alivyosema wakati ule iliongezewa madini joto na viungo vingine vya pilau. Ukisha kaanga vitunguu vyako na kuweka viungo vya pilau, weka maji, kisha weka maharage yako na endelea kuongeza maji kulingana na kiasi cha mchele unaotaka kuupika. Koroga na ufunike, acha vichemke ndio uweke mchele wako. Pilau yetu ya leo itakuwa na nyama ya ng'ombe iliyokaangwa pembeni. Kwenye nyama tuliweka vitunguu maji, karoti, hoho, viazi mbatata na vitunguu vya majani, yani vitunguu vichanga. Maji yamechemka na sasa tunaweka mchele na kuuchanganya vizuri na mchanganyiko wetu wa viungo na maharage yetu. Kisha tunafunika kusubiri pilau yetu iive. Kwenye nyama tuliongezea paprika ya unga kijiko kimoja kwa ajili ya kuongeza tu ladha. Angalia pilau lako, unaweza kukuta limeungua jamani. Hizi simu zenu umekaa muda mrefu kwenye simu. Muda mwingi hapa nilikuwa naangalia simu. Angalia na mimi naona nyama yangu iko tayari. Nyama hii tumepika na mafuta kidogo. Kwa ajili ya afya bora. Moto kidogo punguze, kwa sababu hii ngoma yangu iko tayari. Iko tayari. Hapo sasa watazamaji wetu, Good Luck chakula chake ameshakiivisha na kimepikwa kwa umakini kabisa. Ni pilau la maharage na Madam Stella pale amefanya nyama yake ya kurosti pamoja na njugu mawe. Njugu mawe iko tayari. Rojo safi kabisa kwa pilau. Ukila hii hutakaa sana muda mrefu chooni. Sasa mimi ina nyuzi za kutosha. Ina mafuta kidogo. Inasaidia watu wote, hata wagonjwa wenye ugonjwa wa kisukari. Sawa. Kwa hiyo maharage, korosho, njugu mawe ni chakula bora kwa maisha yetu. Basi nafikiri sasa kwenda mezani. Karibuni sana mezani muweze kuonja pilau ya maharage ambayo imepikwa na mwanangu Good Luck. Nilikuwa nakamilisha kuosha vyombo. Unajua katika changamoto ambayo vijana rika huwa tunaipata, ni unakuta mtu umepika, alafu una vyombo kama 50 hivi ambavyo ulivichafua wakati wa kupika. Kwa hiyo yani unaanza kuona uvivu kwanza. Alafu na vijana vilikuwepo sio ngasema acha tukamilishe hilo swala ili tungeweza kukaa kabla tujaenda mezani. Swala langu kulilisha mapema. Hebu tulione kwanza. Hebu koroga kidogo. Sogeza hata pua. Nasikia harufu inaita. Hivyo shughuli imeisha. Kwa kweli linaita. Na watazamaji wetu, chakula kama ndio mnapoona, dada Stella tayari ameshamaliza njugu mawe na nyama ya kurosti, na Good Luck amepika pilau la maharage na anasema limenoga na nimeona limechambuka. Harufu inavutia, ladha hatujaijua. Kwa hiyo tunaelekea mezani. Karibuni. Good Luck mwanangu, umesahau matunda jamani. Yaani unataka kila kitu mimi mama yako niweke. Sisi ndio faida ya kuwa na mama. Ndio vijana wa sasa hivi jamani. Matunda ni muhimu kwa afya. Sawa. Karibuni sana. Na yani mimi niko tayari kula
kuona pilau la maharage. Pilau la maharage, pilau la maharage. Ni pilau la maharage. Usichanganye weka maji. Kuna watu huwa tunapenda kuona vitu vyote yani vikiwepo yani. Mama pia unapenda? Napenda. Chagua. Napenda kuwa nayaona. Sio nianywe ila niwe nayaona. Chagua kunywa maji safi na salama kwa kinywaji chako zaidi ya vinywaji vya sukari. Vingine vyote. Sawa sawa. Haya. Tunashukuru kwa sababu pilau lako. Umeonaje pilau hili la maharage ukilinganisha na la nyama? Kwa muonekano liko vizuri. Muda si mfupi nitakupa ripoti ya kwamba hiki kitu kilichotengenezwa hapa ni hatari na ni kizuri. Nikisema hatari nafikiri unanielewa ni kwamba ni safi. Kimekaa vizuri. Ni nzuri, sio kufikiri ni hatari kuongezea kwa afya yako. Sasa wakati unapika sijakuona ukionja chumvi. Sikuonja chumvi kwa sababu kama kuna kitu ambacho vijana huwa tuna mistake ni kuongeza chumvi wakati chakula tayari kiko mezani. Unasikia mtu anaagiza niletee chumvi, sio nzuri kwa afya. Wakati hata hajaonja. Hujaonja, hujajua kama chumvi iko sawa ama perfect, unakuta usiache na maharage kwa sababu unaongeza chumvi. Yeah. Pilau la maharage. Okay. Yes, please. Basi ni kizuri na kimezingatia makundi yale ya 6 ya chakula. Na iwapo mtu atalima, kwa mfano nyanya zikitoka shambani kwako, nduma zikitoka shambani kwako, unafurahia zaidi, chakula kinakuwa salama. Ni kweli, kwa sababu sasa hivi kila mtu anaotesha mboga zinapitishwa mabarabarani mitaani kwetu, lakini hujui zimepandwa vipi, maji yametoka wapi, mbolea ni aina gani. Na ni very affordable. Nilikuwa najaribu kuangalia kwa habari ya calculation. Kama ni kwa mtu mmoja, hiki ambacho unakiona chakula ambacho kimezingatia makundi yote 6 ya vyakula, unaweza kupata kama hili unaloona pilau la maharage kwa mtu mmoja, yani shilingi 2,100 inakutosha. Sasa kuna wengine wakuta familia kidogo imeextend, una watoto labda watatu na wewe pamoja na mume wako, mko jumla ya watu 5, ni kama 10,000 na kwenye 10,500 chakula. Sasa na hiyo ni zile umeenda kununua vitu labda magengeni na nini, lakini kwa wale watu ambao wanajishughulisha labda na kilimo nyumbani pale una kishamba kidogo, ni more cheaper. Na kwa upande wa matunda tunashauri kwamba uzingatie matunda ya rangi mbalimbali. Kama unavyoona hapa kuna rangi ya kijani na rangi hizi nyekundu. Hizi rangi ni muhimu sana kwa afya yetu. Kwa hiyo ni vizuri kuchanganya rangi za matunda katika mlo wetu ili kuwa na afya bora. Jamani, karibuni. Ile chakula kizuri. Kizuri. Sana. Kongole. Na watazamaji wetu, hapa ndo tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Lishe Bora ni Mtaji, ambapo leo wageni wetu dada Stella Kimambo ambaye yeye ni afisa wa lishe kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, pamoja na mgeni wetu mwingine bwana Goodluck Cuthbert ambaye yeye ni mwanamuziki wa Injili Tanzania, ambao wamepika chakula kwa ajili ya vijana rika. Mpaka wiki ijayo tukutane tena. Ulikuwa nami Marion Elias. Usikose, ila kumbuka, lishe bora ni mtaji. Wiki ijayo katika Lishe Bora ni Mtaji. Katika jiko letu la Lishe Bora ni Mtaji, mgeni wetu leo ni Profesa Andrew Swai. Yeye ni daktari mstaafu, daktari bingwa, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha wagonjwa wa kisukari Tanzania. Na leo mimi nitawapikia hizi mboga mnazoziona hapa. Kuna bamia, kuna vitunguu. Tunazungumzia habari ya mfano wa sahani ya mlo kamili. Mwili wa mtu mwenye ugonjwa wa kisukari na mwili wa mtu ambaye hana ugonjwa wa kisukari, hakuna tofauti kwa mahitaji ya mwili wake. Lishe Bora ni Mtaji.